Vipi baby? Mbona umesimama? Video. Huu ni nani? Nani kivipi? Na wewe ndo uko na hiyo simu. Kwa hiyo Video, ina maana siku zote ilikuwa unanicheat. Mambo gani haya Video? Mambo gani haya yanaonyesha? Huyu ni nani Video? Haya, Nidanganye. Okay fine. Sia, nisikilize. Mimi sitakudanganya. Mimi nakwambia ukweli utakuwa moyoni mwangu. Wewe anaitwa Zainab. Ni msichana ambaye kwamba tulikuwa na mahusiano na yeye kitambo. Hivi unadhani mimi ni mtoto mdogo? Nakuuliza Video, unadhani mimi ni mtoto mdogo? Ex gani paka saa hii picha bado uko nazo? Ni ukumbusho tu. Kuanzia leo tusitafutane, naomba uniache. Kaka, si kwa namna hiyo. Simu hapa kwa hapa. Kwa nini ambacho kimetokea ndugu yangu? Nimekuita kwa kuwa nimejua kwamba wewe ni mtu wangu wa karibu sana ambaye kwamba unaweza ukanisaidia. Ndio, msaada gani ambao unahitaji kutoka kwangu? Tumekuwa tukikorofishana sana mimi na yule shemeji yako Sia. Kwa sababu alinikuta na picha nikiwa nimepiga na huyu msichana ambaye kwamba tulikuwa katika mahusiano na yeye kitambo, huyu Zainabu hapa juu. Kwa hiyo tukajuzi hakuna maelewano hapa. Ni vita. Unataka kuniambia kufikia sasa msimamo wake ni gani? Yeye alichongangania ni kwamba tuachane, kila mtu afuate shughuli zake. Nikijaribu kumwambia huyu ni mtu ambaye nilikuwa naye katika mahusiano kitambo, ananiuliza mbona mpaka sasa hivi bado kuna picha zake? Kama mahusiano yalishakwisha, mbona mpaka sasa hivi bado una picha zake? Yaani nafika mahali nashindwa hata nimjibu nini. Sawa, nimekusikia ndugu yangu. Wewe hapo una makosa. Lakini sioni kama hiyo ni sababu ya kufanya mahusiano yavunjike. Kosa lako unajua linakuja wapi? Kwa nini mtu mwenye ambaye ulikuwa na mahusiano na yeye mpaka leo bado hujafuta picha zake? Si unajua mwanangu, kuna muda kuna vitu vingine unaviacha ili vikukumbushe mistakes zingine ulizozifanya huko nyuma, ili usije ukarudia kosa lile huko mbele waendako. Sawa, nimekuelewa rafiki yangu. Nitajaribu kadri ya uwezo wangu. Na kisha narudi penye nilikuwa. Sidhani kama simu ama picha zinaweza kuwa chanzo cha nyinyi kukosana ama mapenzi yenu kuvurugika. Mipango mingi sana ambayo mmepanga, ambayo mmeahidiana, yenye ambayo ni yenu na madhumuni mje mtimize. I promise you bro, nitahakikisha naongea naye na muelewesha na kila kitu kitakuwa sawa. Trust me. Nitashukuru sana rafiki yangu ukinisaidia katika swala hili, maana ni mtu ambaye nampenda, si anampenda, na ni mtu ambaye nina ndoto sana kama nilivyokuambia kwamba nahitaji awe mke na mimi niwe mume na tuzae watoto. Na ikiwezekana pia tufe na tuzikwe pamoja. Sawa, nimekuelewa. Ni jambo dogo sana kwangu. Nakuaminia. Pamoja. Nakuaminia sana. Samahani sana Shem. Na kuona ulikuwa busy na kazi zako. Nimekuita hapa na jambo ningependa tuzungumze. Kwanza kabisa natanguliza samahani. Bila samahani. Nakusikiliza. Na kuona wewe ni mtu mwenye jazba sana siku ya leo. Na kuomba punguza jazba. Chenye ambacho ningependa tuzungumze ni muhimu sana na hakitaki hasira. Kinataka wewe moyo wako uko safi na hauna bughudha. Jambo lenyewe ni kuhusu Video. Hivi unavyoniona, huo mguu unatoka kwa Video. Na ameniambia malalamishi juu yako. Kuna jambo ambalo limetokea. Kiukweli nimekukwaza sana. Lakini ningependa nikwambie ukweli. Video mimi ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Na picha uliyoiona kwa simu yake, yule mwanamke alikuwa ni mpenzi wake. Lakini kitambo. Mimi ninashangaa kwa nini mpaka leo bado picha yako nazo. Usiwe na shaka kuhusu hilo.
mimi kitu ambacho ningependa nikwambie, kumbuka mlikotoka. Kumbuka mipango ambayo mmepanga. Ni vitu gani ambavyo mmevipangilia mbele ya maisha yenu. Lakini nashangaa leo hii shemeji wewe picha na kukufanya paka mtake kuachana. Sioni shemeji yangu. Mimi nakuomba sana. Mimi nilikuwa nafurahi. Na sitafurahi tena kama nitaona nyinyi hampo tena kwenye mahusiano yenu. Hilo jambo linaniuma shemeji. Ninachokuomba ni hiki. Naomba umsamehe. Video alipokuwa ananielezea alikuwa na uchungu. Nusu machozi kutiririka. Na ananiambia kuwa mimi nampenda sana. Nampenda tena nampenda. Nipo na malengo na yeye. Ananiomba sana. Dallas, naomba unisaidie. Naomba utanibwaga. Naona utanibwaga kwa hili. Nadhani umenielewa. Sawa shemeji. Nimekusikia na nimekuelewa. Na hata mimi Video nilikuwa nampenda sana. Lakini sema ndo hivyo. Aliniumiza. Niliumia. Hata kama unikumsamehe, sawa nitamsamehe. Lakini ninachoomba shemeji yangu, kamwambie rafiki yako afute hizo picha ndio mimi nitarudiana naye. Kwa kama ni hivyo mimi nirudiane naye na picha bado yuko nazo. Na wakati mwanamke mwenyewe ni ex wake. Hiyo haiwezekani shemeji. Kama atafuta sawa. Hatafuta mimi nitabaki tu nyumbani. Nimekusikia shemeji. Na nadhani hilo ni jambo dogo sana kwake. Kama kweli anakupenda, nadhani pia hata message pia atakuwa bado ipo nazo. Sio picha tu. Lakini kama kweli anakupenda, atazifuta na mtarudi kama awali. Kwa hiyo mimi ninachokuomba shemeji yangu, hima tuandamane hadi kwa kina Video. Tuende tukasawazisha ya mambo. Na kuomba shemeji yangu. Sawa. Nimekuelewa. Tunaweza tukaenda. Okay. Twende. Video. Shemeji nimekuja naye hapa. Nimeenda nikazungumza na yeye, nikamuelewesha na kiukweli amenielewa. Yupo tayari kurudiana na wewe ila kwa masharti. Masharti gani? Anahitaji kwenye simu yako picha zote ambazo sio zako wala zake wala za dada yako au mama yako zote uzifute. Na ya kwanza kabisa Zainab aliyekuwa mpenzi wako. Mimi nishafanya hivyo kitambo sana. Tangu ile siku ambayo kwamba tulikorofishana mimi na Sia. Nilivorudi nyumbani nikafuta picha zote. Iliyobaki ni moja tu na ni ya kwake yeye. Sia. Nadhani umemsikia. Nadhani atakuwa tayari kurudiana na wewe kama endapo utakuwa umetenda wajibu huo. Sia, naomba umwambie kwa kinywa chako. Sawa. Asante mpenzi. Nadhani umemsikia. Ila kuna kitu ningependa kuwashauri. Ndugu yangu, shemeji yangu, na endapo kitu hicho mtakifuata, basi sidhani kama ipo siku mtakwazana. Ipo siku mtakosana kwa vitu vidogo vidogo kama hivi. Ushauri wenyewe ni kuwa Sia upo na simu yako. Kakangu Video upo na simu yako. Ningeomba cha kwako kiwe cha kwako. Lakini ni simu tu, sio masuala na vitu vingine. Simu yako ibaki kwa yako, simu yako ibaki kwa yako. Sidhani kama ipo siku itatokea mmekwazana kwa sababu ya simu. Sidhani kama simu ni chanzo cha kuvunja mahusiano ya watu. Nadhani mmenielewa. Mimi nimekuelewa dada. Na nashukuru kwa kusimama upande wa faraja yangu. Nashukuru kwa kulipigania penzi langu. Nikupe hongera kwa hilo.
Sijali kakangu, tuko pamoja wakati wote. Naona ni vyema nikiwaacha, kuna majukumu nafanya niende nikaendeleze. Sawa. Sawa shemeji, nakuelewa. Wakati mwema. Bye bye Shem. Kaka, pamoja sana ndugu yangu. Karibu tena. Sawa. Unakumbuka ile nyimbo nilikubele siku? Nakumbuka. Niambie.